Punguza sauti, kuna jambo jeusi. Nadhani swali unaliona. Nitakwambia harufu gani ni ya kawaida na ni salama maeneo hayo na nini ufanye. Tunategemea uke uwe na harufu ambayo ni kama clean au niseme ambayo haina makwazo, yani ni rafiki. Sana sana inaweza kufanania na harufu ya ngozi safi, ukinusa ngozi yako ikiwa safi. Lakini pili inaweza kufanania na kitu kama harufu ya maziwa mtindi ambayo hayajaharibika. Harufu hii huwa haisikiki kiwepesi mpaka labda usogeze pua maeneo hayo. By the way, unapeleka pua yako hapa kufanyeje? Unataka unuse chupi? Anyways, sasa harufu inapobadilika huwa tayari ni ishara ya kwamba kuna kitu kitatokea. Ndio maana harufu huwa inabadilika unapokaribia hedhi. Ukisogea maeneo hayo unaweza kusikia harufu kama ya chuma, kwa sababu ya ile damu au kule ndani ambavyo jumba linavunjwa, na damu huwa ina tabia ya kutoa harufu hiyo. Lakini mara nyingine mtu anapokuwa amekula kitu fulani, mfano vitu kama vyenye harufu kali kama vitunguu saumu, vitunguu maji, ukila vingi au vyakula vyote vyenye viungo sana, unaweza kubadilisha harufu ya huko ikafanania kiasi fulani na huko. Lakini pia kwenye mazingira kama ukifanya sana mazoezi, harufu inabadilika. Ukiwa labda umetoka kufanya tendo, harufu inabadilika. Lakini hatutegemea harufu hiyo iliyobadilika idumu. Ikitokea harufu hiyo iliyobadilika inadumu, mfano kwenye mazingira kama ya BV, ile harufu ya shombo la samaki, kwenye mazingira ya fungus, kipindi kile ambacho unakuta mwanamke anapata ile harufu kama ya mtindi ambao umekolea kabisa, ule kama unakaribia kuchacha. Mara nyingine hawasikii, lakini anatoka kabisa na yale madudu kama maungari. Lakini kipindi ambacho na magonjwa mengine ya zinaa, mpaka sehemu hii inatoa harufu kama ya maharage au maji ya maharage yalokaa muda mrefu, au kama kitu kimeoza, manake hapa tayari hakuna usalama. Kwa hiyo harufu huwa zinabadilika, lakini hutegemea na mazingira fulani. Harufu iliyobadilika ikidumu muda mrefu, hapo ndio kuna shida. Sasa harufu inapobadilika, uke una tabia ya kurudisha harufu hiyo wenyewe, sio wewe. Unatakiwa kuepuka kuingiza vidole, unatakiwa kuepuka kuvaa chupi ambazo si za pamba, unatakiwa kuepuka kuvaa chupi muda mrefu. Swala la kubadilisha chupi nadhani linafahamika, sina haja ya kueleza, mimi sio kungwi. Lakini pia unatakiwa kuepuka kuingiza vidole maeneo hayo, unatakiwa kuepuka kutumia maji ya moto au maji ambayo yanakuwa yana chumvi au nini. Lakini pia kunywa maji ya kutosha. Vitu hivi nilivyovitaja vitasaidia kufanya sehemu hiyo itoe harufu ambayo ni nzuri. Muda gani unatakiwa kumuona daktari? Kwanza, unapopata harufu mbaya maeneo hayo, haijalishi kama kitu kimeoza kama shombo la samaki, muone daktari. Kipindi ambacho unapata miwasho awali kama ya kuungua, burning sensation katika maeneo hayo. 3, unapopata uchafu wenye rangi ya njano au kijani. Tena ukiona wa kijani sio umuone, mkimbilie. Kipindi ambacho unapata ile changamoto ya hali ya kama hedhi au damu inakuwa inatoka, kipindi ambacho si cha hedhi. Umefanya tendo, damu inatoka. Umefanya nini, damu inatoka. Na kuachia swali, unadhani mwanamke anatakiwa kuvaa chupi ngapi kwa siku? Niambie kwenye comment. Angalau kuna mtu fulani sehemu fulani hajui, atajifunza kutoka kwako. Kama kaina rafiki, utakuwa umetisha. Na hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.